Nisubirie kwa mama moja. Bwana vipi ndugu? Mbona kama mara ya pili nasulula, unaenda unarudi, unaenda unarudi. Kama umepotea ni vema ukaniuliza. Maana mimi ni mwenyeji. Mimi nilikuwa naenda tu. Hapa kuna sehemu naenda tu. Hamna shida, hamna shida. Mimi ni binadamu mwenzie. Afu isitoshe ni mwanaume kama wewe. Usinifiche. Kama kuna tatizo wewe niambie tu. Yaani baza mimi ninachokuambia, nimetoka huko kijijini kwetu. Nimekuja kwenye hichi kijiji kuja kutafuta maisha. Maana kule hali ngumu kama unavyojua, hali zetu hatujasoma. Lakini kikubwa zaidi sina mwenyeji. Yaani nimekuja ndio maana unaona nalanda, nimeenda, nimerudi, nimeenda, nimerudi. Sasa kumbe jambo kuanzia kuna nini kutafuta maisha tu. Kuna jambo jipesi sana. Sasa ndio jambo la kumficha mtu. Kwa mtu wa kiume bwana. Labda nikwambie kitu. Huko kazi yetu ndio kama unavyoona. Hatuna kazi maalum. Kulima tunalima, matofali ndio. Si kazi tunafanya, ndio shakataa shule tena. Mimi sasa hivi kulima, kufanyaje, kuchimba mashimo, hizo ndo kazi zetu. Sasa kama ushakataa shule unategemea utafanya nini tena? Hapo sasa. Basi sawa, haina shida. Mimi pia nitakustiri na pakulala. Maki najua kabisa pakulala huna. Vipi umekula? Hapana, sijala. Yeah. Basi sawa, haina shida. Ngoja mimi namalizia mfuko mmoja hapo. Alafu tutafanya maarifa. Hapo. John subiria. Fresh pa. Alafu mfuko mmoja tu tukumalizia, haina shida. Mwanangu, unajua nini? Hiyo pombe kateni kiustaarabu. So hivyo mwanangu, hujatoa 100 nyekundu mwanangu. Kunywa ila tena usigeze ile
kwa sababu hapo mpeta moja tu umepiga shabaki hapa. Kata kiustaarabu. Sinauka kata, hoja kata. Kunywa mwanangu, ila tu sio hivyo mwanangu, mimi nakupanga nature. Sema baridi hivi mwanangu, kumbe yako hapo. Ona. Mwanangu. Kama kawaida mwana. Fresh tu. Unatoka vipi? Oya, oshi vipi misho? Wangu vipi? Kama kama kawaida. Vipi jela huko mwanangu? Hadi nimekumisi. Sio poa. Mimi jela ni lama. Nikisikia mchongo wa jela sikia hivyo mwanangu, usiingie kule. Jela ni lama wapi? Ng'atwa na mbu mwanangu mpaka nimepiga virungu mpaka nasema hivi mimi mwanangu. Sema mwanangu umenenepa mwanangu, umerudi ile mwili umekuja yani. Wewe unanichwela mwanangu. Hata siku moja mwanangu kuja pale mazingira kuja kunicheki mwanangu, hata kuniletea kipande cha sabuni, hata siku moja sijakuona hapo, ananiambia nimenenepa nimeishi kama mdudu kule mwanangu. Umeishi maisha kifahari. Umenenepa. Kuna mwezio mwanangu karudi juzi tu hapo. Kama mua. Mwembamba. Baridi mwanangu chana. Mwanangu kuhusu ule mchongo kweli. Ule mchongo niliniu. Ila sasa mimi mwenyewe nimepigwa ile knockout, yani unajua knockout. Kwa nchukulia poa mwanangu. Mimi nataka kunibwaga au vipi? Yaani mwanangu ukamatwa, nimekamatwa mimi nimeenda kule mwanangu, nimebinywa mpaka kende, lakini siyakutaja mdogo wangu. Alafu wewe nataka nije kuchukua mazingira yangu, ananiambia vipi imepita pita. Sikiliza mwanangu, mimi nataka changa. Sikiliza nini familia? Sikia mwanangu. Kaa chini. Afu asitie neno mtu hapo. Asitie neno. Kuja kuumizana hapo. Sikiliza mdogo wangu, mimi nachukulia poa. Wewe mwanangu unahisi kama unaniumiza. Sikiliza basi nikupange na pia. Unachukulia poa maisha ya kweli wewe mwanangu. Mimi naingia jela mwanangu tu na ajili yako, afu dakika za mwisho nachukulia poa. Mimi nimeenda kubinywa kende kule mwanangu, siyakutaba sija kuchoma mwanangu. Afu sikia nikupangilie. Sisi mwanangu. Wewe ni juu vizuri. Mimi naitwa kosa la makosa, nikikosa siwezi kukosa tena. Tili taa za uyaga pinja apita gangster kama. Umeona sura 7 mstari wa 6 namba 12 kipengele. Hapo sikiliza. Yaani kuiona tena. Yaani kitu chochote yani ambacho kinaweza ukize mahitaji yangu mimi. Hali yangu. Afu sikizeni wa shamba. Yaani hii ndo ninaacha kodi zangu hapo. Kobilo macho. Unatoka unaenda wapi? Wewe unaniona mimi hapa nafanya nini? Na napika. Sasa bibi mkuu, mimi naomba kupika wapi na wapi jamani? Aha. Yaani wewe alafu kutokana na hayo mavazi yako unayovaa. Kwanza hayo mavazi siisha kukataza hayo mavazi. Kwani unapenda kuvaa mavazi ya kiume wewe mtoto na wewe mtoto wa kike? Sasa mimi nishakuwa siku hizi najielewa, najua kipi nifanye kipi nisifanye. Nishakwambia hivi, hayo mavazi sitaki. Huko unakokwenda naomba kabadilishe nguo. Rudi ndani kabadilishe nguo. Bibi mkubwa, mimi ndo maana sipendagi kushinda hapa nyumbani. Napenda gani zangu huko maskani kwa sababu najua kabisa hapa nyumbani nikishinda hapa muda wote mdomo. Sasa mimi nikivaa hivi ndo nakuwa mwanaume kweli? Nishakwambia kabadilishe nguo. Sirudi. Nishakwambia kabadilishe nguo, nenda ndani kabadilishe nguo. Wewe mtoto jeuri Utaki kunisikia, ngoja aje babako nimwambie. Wote kipipi. Unaita jeuri Sasa subiri babako leo nitakuja kumwambia. Angalia tu. Dada naona mdawa mankuli. Mdawa mankuli unapika. Baba. Malkusi. Njoo, hebu njoo mara moja. Wewe unakuja naye nani? Yule ni rafiki yangu anaitwa Naoda. Unatoka wapi? Anatoka hapo kijiji jirani. Kwa hiyo ndio umekuja naye hapa. Wewe unamfahamu vizuri huyo? Namfahamu lakini sio kwa kina sana. Nimemfahamu kutokana na maelezo alionielezea. Sasa wewe unamjua anakotokea wewe? Au unasaidia tu watu ambao wajui hata alikotokea?
Hapana dada, mimi nina akili timamu, naelewa yule ana matatizo huko alikotoka, na ndio maana nikaona ni vema nimchukue nije nimstiri hapa. Atakaa hapa kwa muda mchache, mambo yake atakapokuwa sawa ataondoka. Wewe Marcus, wewe usituletee wizi ndani. Kwanza una mamlaka gani ya kuleta mtu bila mimi kujua? Kwa wizi hapana, anaonekana kwamba ni mtafutaji na amekuja kwa niaba ya kutafuta maisha. Wasiwasi mimi kuibiwa, tayari shaibiwa wiki iliyopita. Leo naletea tena mwizi. Marcus, sitaki tugorofiane mimi na wewe. Sasa kama kuibiwa, simtaki huyu mtu. Sasa dada, utaibiwa nini? Wewe kuna kitu cha kuibiwa ndani. Najua kinachokusumbua dadangu ni roho mbaya. Dada, una roho mbaya sana wewe. Ndio mimi nishakwambia Marcus, mtu wako simtaki. Simtaki, nataka aondoke. Kama mimi dada yako unanisikiliza, Marcus rafiki yako aondoke. Sasa nasema hivi, kama mimi kaka yako, huyu hapa atabaki. Ataondoka. Atabaki. Mimi nishasema ataondoka. Na huyu akiondoka, basi ndio kibenteni chako ndani nacho kitaondoka. Benteni wangu atakaa na huyo rafiki yako ataondoka. Huyu atabaki. Afu dada, una roho mbaya sana wewe. Na inavyoonekana nikikulegezea hata sumu utaniwekea. Muone kwanza. Wewe umechangia nini katika hii nyumba? Unajua hata bei ya tofali wewe? Unaweka watu ndani unawafuga miji tu kama wanafuga mbuzi. Nyumba si ya baba yangu. Mimi ya baba yangu vile vile. Ndio nishakwambia Marcus huyu akai rafiki yako. Atakaa. Tabia mbaya tu kuleta wezi. Roho mbaya tu. Yaani wizi tu jamani, tuibiwe. Juzi tu tumeibiwa. Si. Unajua mapema hivyo. Vipi? Shida nini? Shida nini? Nisikize mtoto. Wewe naona siku hizi unaanza kuchanganyikiwa wewe. Hivi suruali vyako hivi unavyovaa hivi unajua mtoto wa kiume. Naona umevurugwa. Hizi tabia hizi sizo. Wewe badala ukae upike umsaidie mama yako, uoshe vyombo, ufanye vitu vya maana vinavyoeleweka, unajifafa unavaa